MCAs wa trade, the chief guest ambao tuko na member of parliament anaitwa Mheshimiwa Wainaina kutoka pande ya Eldoret. Karibu nitengeneze 1 point. Tumpigie makofi Mheshimiwa Wainaina kutoka Eldoret. Asante sana Gavana Kang'ata, rafiki yangu, Gavana Waiguru, waziri wa biashara Rick Kinyanjui aliyekuwa gavana wetu kutoka Nakuru, marafiki ambayo wako hapa, sitaki kusema kwa kila mtu sababu ya masaa. Kwa majina watu ya Kirinyaga, mimi naitwa Mheshimiwa Wainaina kutoka pale Eldoret, na mimi ni mjumbe maalum wa chama chetu cha UDA. Nataka kusema machache sababu ya huyu rafiki yangu, kando na kuwa mbunge, huyu mwenzangu Chomba ni rafiki yangu wa karibu sana, kibiashara, kimapenzi, kiwatoto. Nikioa watoto kwangu, huyu mzee lazima nimuite. Akiwa na mambo ya kinyumbani lazima aniite. Kwa hivyo mimi si mgeni sana hapa. Waziri Kinyanjui, hii mambo yote mnaonyeshwa hapa nimeshaiona, na nilisema lazima nikuje hapa kwa mambo yake. Watu ya Kirinyaga hamjambo. Ngai ni mwega na higo ciothe yangu. Mimi nataka kushukuru Chomba sana, na iwe mfano kwa vijana wetu na watu wetu wa Kenya. Hakuna kitu ya muhimu kama kujitolea kufanya biashara, na sisi lazima tuambie watoto yetu, usitafute biashara ambaye unataka iwe kubwa sana, anza chini. Huyu rafiki yangu alianza chini, mnajua namna hiyo. Mnaona amefanya kazi gani? Bila siasa, bila mambo yote, yeye ametuandikia watu karibu 1000 na kitu. Iwe mfano kwa sisi watu ya jamii ya Wakikuyu. Sisi ni wafanyabiashara na sisi hatuna kwetu. Nikitaka kuambia nyinyi, mimi nimesaliwa upande wa Eldoret, lakini niko na watu ambao wanakaa hapa, jamii zangu, na nyinyi mko na jamii yenu ambao wanakaa upande wa Rift Valley. Kitu ningetaka tu kusema, tuwe na kitu kimoja, na mjue hakuna kitu ya muhimu kama amani. Tusipokuwa na amani, hii kazi mnaona haiwezi fanyika hapa. Kwa hivyo mimi nashukuru Chomba na wenye wamekuja hapa, na Mungu awabariki. Tutakuja siku nyingine. Asanteni sana watu ya Kirinyaga kwa kutupatia huyu mzee anafanya hizi kazi. Asante sana Bwana Kang'ata kwa kunipa nafasi hiyo. Thank you. Hii Kenya kama kungekuwa na watu wengine karibu 20 ama 10 kama Chomba, tungekuwa tumeendelea mbele sana. Chomba ni mtu ambaye anaonyeshana ya umuhimu wa biashara, umuhimu wa kutia bidii, na inaonyeshana ya kwamba katika hii dunia yetu ya Kenya, mtu ambaye anatia bidii anaweza enda mbali. Huyu Chomba tunajua alianzia kama dereva, akaanza kutuuzia kitu kingine sitataja, akawachana nayo, akaanza kutuuzia Kafagara. Saa hizi he is the leading #1 producer of the best unga in the entire country. La pili, ameandika watu wengi sana hapa Kirinyaga. Amesaidia wakulima wengi sana. Hata naona rafiki yangu kutoka Murang'a, Karangu, najua hata bibi yako atakuja hapa tusukume hii mbele kabisa. We are so proud of your work, Bwana Chomba, creating employment, uptaking farmers' agricultural products, which increases the income of the farmer. May God bless you, may God bless your family. La pili, Bwana Chomba, mimi nielezee venye nilikuja hapa. Murang'a tuko na various programs za kusaidia watu wa kawaida. Tuko na ile inaitwa Smart City ambayo inajaribu ku upgrade urban infrastructure, na hiyo idea nilitoa kwa Madam Waiguru. Mko na very good governor hapa kwenye. Pia tuko na program inaitwa Inua Mkulima, ina target wakulima wa maziwa pamoja na wakulima wa maembe. Tuko na program ile inasaidia wale ambao wana kadi ya insurance ya medical cover.
tuko na hiyo Murang'a Youth Service, lakini kwa program moja tulianzia ambayo inaitwa kupatiana certified seeds na fertilizer kwa watu wote wakulima wa mahindi Murang'a. Tulipoanzia hiyo program tukapatia almost 100,000 farmers na hiyo certified seed kutoka kwa Kenya Seed, na tukawapatia fertilizer. Production ikapanda juu. Kwa mfano hapo mbeleni, on average one farmer alikuwa natoa gunia moja ya mahindi. Baada ya kupatia hiyo certified seed, production ikafika about 4 bags per each household. Swali likatokea, sasa tutafanya nini? Juu kuna zenye mkulima atakula na hizi zingine extra atapeleka wapi? Tukauliza watu, wakati unapeleka kwa soko 1 gunia inatoka pesa ngapi? Tukaambia inatoka 2,200. Basi nikakuwa advised ya kwamba Kafagara inaweza nunua mahindi ya watu wa Murang'a. Nikakuja kukuona Bwana Chomba, tukaweka agreement, atakuwa ananunulia watu wa Murang'a 3,500 per bag. Mimi nilidhani ni mchezo. Tukaanza marketing ya hiyo idea. Baadaye I can confirm Kafagara inunulia wakulima wa Murang'a 3,500 per 90 kg. Of course, hata brokers wakapandisha bei yao. Wakatoka 2,200 wakafikisha 4,000, meaning si wakulima wote wa mahindi waliweza kupatia county mahindi ili kuja hapa Kirinyaga. Lakini tukasema ni sawa tu. Our idea ilikuwa one price ya farmers produce ipande kutoka 2,200 to 3,500. 2, ukikuja hapa nje unakuta malori nyingi, na nyingi ukiangalia zimetoka Tanzania na zingine Malawi. Nilikuwa nataka hata mimi nione malori inatoka Murang'a, na ilitoka juu ya hiyo collaboration ambayo tuko nayo na Bwana Shomba. Na as a result, wakulima wa Murang'a wakapata pesa, their income ikapanda juu. And for me, that is how unaokoa watu kutoka kwa poverty, wanaanza kuwa na pesa when their income zinaanza kupanda juu. That idea ya ku-aggregate farmers tulijaribu wakati tulikuwa na maembe. I recall maembe ilikuwa inatoka 3 bob per kg, tukaanza ku-aggregate ikafikia shilingi 16 per kg, na unaongeza subsidy inafika 23 bob, and as a result farmers wanaanza kuproduce na nguvu because of that. And therefore, kama gavana wa Murang'a, I know kuondoa shida Kenya yetu na Afrika ni kitu inaitwa industrialization, kutengeneza factory, what Chomba and his family has done. I really want to now say something to the CS. What can Kenya do ili tuendelee na mambo ya industrialization? Number 1, ni vizuri serikali ishikilie companies, haswa zi companies zinafanya agro-processing. Na countries nyingi ambazo zinaendelea mbele kama Europe, America, zote lazima ziwe na industrialization. There is no route to prosperity in the whole world without establishment of factories. And therefore, as a country, we must in a very strategic manner promote industrialization. Nikupatie mfano, waziri. A country kama South Korea 1960 ilikuwa more poorer than Kenya. Wale viongozi walipochukua hiyo usukani wakaanza kusupport family owned businesses. Kwa mfano, hii kampuni inaitwa Hyundai, Samsung, they are family owned companies. There are about 5 that were supported, then they lifted everyone out of